Ningependa nikuulize swali kwamba je, umewahi kuumizwa na watu ambao uliwaamini sana ama ukasalitiwa na watu ambao ulitegemea wakulinde? Karibu kwa story time. Leo tunaangalia kuhusiana na kijana ambaye anaitwa Yusufu. Huyu ni kijana ambaye aliuzwa utumwani na ndugu zake wenyewe, yani ndugu watoka nitoke niweke ilani kwamba hakuwa amewakosea mahali popote pale. Alright? Lakini wakamuuza utumwani. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kinajitokeza katika kisa hiki kwamba ndio walifanya kila kitu, lakini kuna kitu ambacho wangeweza kufanya: kuondoa kusudi la Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Nawe pia kuna watu wanaweza kufanyia mambo mengi sana, lakini kuna kitu ambacho hawezi kunyang'anya ama kuondoa kutoka kwako: lile kusudi la Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Karibu kwa story time yetu leo. Naitwa Douglas Omariba. Yusufu alikuwa ni mwana wa Jacob, na Biblia inatuambia ukisoma kitabu cha Mwanzo kwamba Jacob alikuwa nampenda sana Yusufu. Hata itoi sababu, labda ni vile alimpata uzeeni au ni watu wanakisia, lakini haisemi. Vile vile katika maisha haya kuna watu ambao watakupenda bila wewe kuwafanyia chochote. Yaani kuna mtu anakupenda tu, ama wewe utapata unapenda mtu hivyo tu. Sasa ule upendo ukakasirisha ndugu zake. Kwani huyu mbona baba anampenda? Baba alienda kiasi kwamba alimshonea joho maalum ambalo lilikuwa na rangi nyingi, the coat of many colors. Alright? Sasa wakati mmoja huyu kijana ambaye tunamzungumzia Yusufu akaanza kuota ndoto. Sasa na mojawapo katika zile ndoto alikuwa anaoneshwa ndugu zake wakimuinamia. Sasa na kwa sababu yeye hakuwa na lolote mbaya, alikuwa na wahadithia ndugu zake kwamba sikia, leo nimeota hivi. Sasa siku moja baba akamtuma huyo kijana yake Yusufu aende akaangalia ndugu zake mahali ambapo walikuwa malishoni. Alipokuwa akienda wakamuona kwa mbali, wakasema, yule jamaa ambaye anajidai na ndoto ndio huyu anakuja. Wakasema, tumfanyeje? Tumepata na opportunity, tutamuua leo. Ndugu yao mkubwa akaangalia akasema, tusimuue. Tukimuua basi huenda tutawekewa dhambi. Sasa wakaulizana tufanye nini? Yule ndugu yao mkubwa akawaambia, tumrushe ndani ya shimo. Ajua ndugu alikuwa mjanja, kwa sababu alikuwa anataka baadaye wakishaenda yeye arudi, aende amchukue amrudishe kwa babake. Niposa hapo nikuambia kidogo kwamba hata ukiona kwamba kabisa kwa ile kampuni ambayo inafanya katika familia yako ama mahali popote kwamba hupendwi kabisa na watu, wacha nikuambie leo, kuna mtu ambaye anakupenda. Labda hata hakuambii, lakini kuna mtu unapangiwa mabaya, Mwenyezi Mungu anamtumia, anasema huyu tusimfanye hivi, tumfanye hivi. Walipomrusha ndani ya shimo, kidogo kidogo, najua ni enzi za zamani tunazungumzia, kukapita watu ambao walikuwa wananunua watu. Si tunaelewa pia kwamba ila kitambo, wakati wa slavery and everything, wakasema by the way, wacha tumuuze. Wakamuuza utumwani. Hebu angalia, imagine ndugu zako watoka nitoke. Kuna watu ambao tumeumizwa na ndugu sana. Hasa angalia kisa cha huyu. Wamemuuza nchi ya ugenini kabisa, mahali ambapo hajui mtu. Sijui kama lugha pia alikuwa anaelewa vizuri ambayo ilikuwa inazungumzwa pale. Can you see the pain ambayo ilikuwa ndani ya Yusufu? Yusufu anapofika pale, Biblia inagusia kitu kimoja ambacho ni muhimu sana, kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa bado na Yusufu, kiasi kwamba kila kitu ambacho alikuwa anagusa kilikuwa kinafanikiwa. Sasa wewe sitaki nikuulize uko na nani, unapotembea una nani, kama ni Godfather unategemea ama nini, hiyo ni wewe unajua. Lakini Biblia inatuambia
Yusufu alikuwa na nani? Alikuwa na Mwenyezi Mungu, kiasi kwamba chochote ambacho alikuwa anafanya kinafanikiwa. Sasa Yusufu anaendelea vizuri. Kidogo kidogo alikuwa kwa nyumba ya Potifa. Unajua Biblia inasema alikuwa very handsome young man. Sitaki niseme kwamba mimi ni handsome. But unajua wanaume ambao ni very handsome wapo, alright? So Biblia inasema Joseph was very handsome. Sasa mke wa Potifa ambaye hata jina hatuambiwi, anamwangalia hivi anasema Potifa alikuwa amemweka amesimamia kila kitu kwa ile nyumba. Hasa wakati watu wametoka, yule mke wa Potifa anamwendea anamwambia, sasa wewe fanye hivi, wewe umepita miaka 18 mambo haya unayaelewa, njoo. Yusufu akasema sijui ni wanaume halo, sijui ni wangapi ambao tungekuwa katika nafasi kama ile tungefanya kile ambacho Yusufu alifanya. Yusufu alisema kwa hii nyumba nimepewa kusimamia kila kitu, lakini si wewe. Wewe ni mke wa bosi wangu. Yusufu wakati anaona hapa maji yanazidi unga, anakumbuka mahali kwa Biblia inasema kwamba toroka dhambi, yani flee from the evil. Yusufu anaanza kuchana mbuga. Lakini sasa mke anashikilia koti nyuma. Yusufu anasema kama ni koti wewe baki nayo, lakini mimi Mungu wangu simkosei. Yani hakufanya hivyo kwa sababu ya bwana ya yule, kwa sababu ya kitu kingine, kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Alright? Anatoroka, anamwachia koti. Yule mama anaanza kupiga kelele, anasema Yusufu ndio huyu alikuwa anataka kunibaka na nini. Sasa Yusufu anakamatwa. Kijana wa wenyewe mwenye hana hatia anapelekwa gerezani. Najua hata mimi ningekuwa kwa viatu vyake ningeuliza Mungu kabisa, nimekufanyia nini? Mbona unaruhusu nipite haya yote? Anafika kule gerezani, la kushangaza Yusufu bado yeye yako tu. Wenzake wakiwa na shida anawasaidia. Tunaambiwa kuna watu ambao waliota ndoto pale na sijui nini wakashindwa inamaanisha nini, akamwambia hii yako inamaanisha hivi na wewe yako inamaanisha hivi. Na hili najua tutapata mafunzo hapa chini, lakini nikwambie hii muhimu kwamba mahali popote unajipata usiende na hasira. Wachana na machungu. Ndio umekosewa, ndio umefanyiwa vibaya, lakini wacha kutembea na machungu kila mahali. Hayo machungu ambayo unatembea nayo yanakufanya kidogo kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu angefanya, miujiza ambayo Mwenyezi Mungu angefanya ikufaidi wewe, inakosa kufanyika. Kwa sababu gani? Unatembea ukiwa na machungu. Ndio najua umeumizwa, lakini machungu ondoa. Sasa miaka inaenda pale gerezani, mambo yanaenda hivi na hivi. Kuna jamaa ambayo Yusufu alisaidia pale, akatoka gerezani, akamwambia nikitoka, juu alimwambia aliota ndoto fulani, akamwambia wewe utaachiliwa, na akamwambia ukiachiliwa unikumbuke. Jamaa alipoachiliwa hakumkumbuka Yusufu. Na kuna watu umewatendea mema, wakapanda kule ngazi juu, ukadhani kwamba watakukumbuka. Hawakukumbuki wala usiwe na machungu. Lakini sasa kalenda ya Mwenyezi Mungu kawaida sio kama ya binadamu. Wakati mmoja inafika, tatizo linatokea, mfalme anaota ndoto, hakuna mtu mwingine ambaye kabisa anaweza kusema maana yake ni nini. Ndipo yule ambaye alitolewa anakumbuka kwamba by the way, kuna kamtu ambako niliacha gerezani ambako niliota ndoto, akanipa utafsiri na ikarudi kuwa ya kweli. Yusufu anatafutwa, anaulizwa hivi na hivi, Yusufu anapeana ndoto, na pale ndio maisha ya Yusufu yanakuwa a turnaround. Kutoka kwa mtumwa, mfungwa, ndio huyu sasa anakuwa waziri mkuu. Can you imagine? Mambo matatu ambayo ningependa tuyapate kwa haraka sana, alafu tumalize somo letu la siku ya leo. Ni kwamba sio kila mtu ambaye anakuchukia ndiye ambaye anaharibu hatima yako. Wengine wametumwa ili wakusongeshe ufikie hatima yako. Kwa hivyo usiwe na hasira na kila mmoja ambaye unakutana naye. Ndugu za Yusufu walifikiria wamemmaliza, lakini la, walikuwa wamemsogeza.
ili kufikia hatima yake. Somo la pili ambalo tunalipata ni hili: baraka za Mungu ndio zitufikie wakati mwingine tunapitia changamoto. Yaani wakati tunamwamini Mwenyezi Mungu haimaanishi kwamba njia yetu itakuwa Wakati tunamwamini Mwenyezi Mungu inamaanisha kwamba ndio Mwenyezi Mungu ana uwezo tena mkubwa sana wa kutenda yale ambayo ametuahidi, lakini tutapitia changamoto. Ukisoma Biblia, Mwenyezi Mungu hasemi mahali kwamba hatutapitia changamoto, lakini anasema hivi. Daudi anasema mwenyewe kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa chochote. Mbona hataogopa? Kwa sababu anajua Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi. Kwa hivyo hata sisi kuna hali ambazo tunapitia ni ngumu, lakini hali hizo zinatuandaa kufikia lile kusudi la Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Na somo la mwisho ambalo ningependa tulipate katika kisa chetu cha leo ni kwamba Mungu anaweza kugeuza mabaya kuwa mema. Wakati ndugu za Yusufu kwao sasa njaa inakuwa kali, wanakimbilia Misri, wanafika huko, wanakutana na waziri mkuu ni Yusufu, lakini hawamtambui. And by the way, mtu akikufanyia mabaya wakati mwingi husahau. Wewe ambao umefanyiwa ndio huwezi kusahau. Wakati ndugu za Yusufu wanaenda, Yusufu anawaangalia hivi, anajua hawa ni ndugu zangu kabisa, na ubinadamu hivi mimi ningesema hawa watu watupwe gerezani kwanza, lakini Yusufu hafanyi hivyo. Na wakati anakuja kuongelesha baadaye, anawaambia hivi kwamba mlikusudia kunidhuru, lakini Mungu alikusudia mema. Kuna watu ambao labda wamekusudia kukudhuru, lakini Mwenyezi Mungu atatumia hayo akukusudie mema. Na ningependa kukuambia siku ya leo kwamba kwa wale ambao, baadhi yetu ambao tunapitia kipindi kigumu, labda umeumizwa na watu ambao ulikuwa unawaamini sana, labda ndoto zako zinaonekana kwamba zinakwama, jitie moyo na kumbuka kisa hiki cha Yusufu kwamba shimo sio mwisho wa story yako. Kuuzwa utumwani, it is not the end of your story. Ndio wamekusudia mabaya, wamekuchochea, umefutwa kazi, lakini Mwenyezi Mungu amekusudia mema. Na kuna watu ambao Mungu kabisa anataka atubariki, lakini tumekuamilia kitu na Mungu anaruhusu vitu zitupate. Kile ambacho tulikuwa tunashikilia tunaona ndicho kinatusaidia zaidi, kinaenda. Lakini wakati tuna accept, ndio maana Biblia inatuambia kwamba tutoe shukrani wakati wote, yani katika kila hali mshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaposhukuru, Mungu anafungua milango nyingine ambayo kabisa hatukuwa tunaona. Ni ombi langu ambayo kwako unafuatilia siku ya leo kwamba Mwenyezi Mungu wa mbinguni akufungulie milango zaidi ya ile ambayo unaona. Walikusudia mabaya, Mungu na ayageuze yale mabaya yawe mema kwako. Wala usiwachukie. Tunaishi katika ulimwengu ambao ni wa dhambi. Wasamehe, tia bidii katika kila jambo ambalo unalifanya, songa mbele na Mwenyezi Mungu awe pamoja nawe. God bless you.